kusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wa maisha yetu. Anayekuletea neno la Mungu hili ni mimi mtumishi wa Mungu. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi, huduma ya madhabahu ya Kristo ama Christ Altar Ministries. Na somo ambalo tunaenda nalo ni kuhusu kumjengea Mungu nyumba ama maskani ya Mungu ama nyumba ya Mungu. Tulianza na mafafanuzi katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 21 mstari wa 22 na 23, na lengo kuu ni kuwahamasisha Wakristo wawe wepesi kujihusisha na kutengeneza nyumba ya ibada ambapo mahali watu wanakusanyika, lakini iwe ni eneo ambalo pia shauku ya moyo wako, hamu ya moyo wako, kiu ya moyo wako inaelekezwa huko. Iko faida katika ulimwengu wa roho unapojihusisha. Ni mojawapo ya vitu ambavyo vinakusaidia wewe katika maisha yako na katika umilele. Kwa hiyo nipende kusema kwamba kama unataka kuwasiliana na mimi kwa njia ya maombi na kwa njia ya sadaka zako kwa ajili ya vipindi hivi, ninaomba utumie namba hizi mbili. Namba ya Vodacom 0768 211 785, Vodacom 0768 211 785, lakini pia Airtel 0692 893 294, 0692 893 294. Kwanza tuombe. Baba, ninakuja mbele zako tena na watoto wako katika utumishi huu. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, na ninaomba utakase mazingira haya ambayo tunayatumia katika vipindi hivi. Damu ya Yesu itakase kila kitu katika hili eneo, itakase vyombo vyote vinavyotumika kurekodi na vyombo vyote tunavyovitumia kuleta vipindi hivi kwa watu wako, na ninaomba Bwana ujitwalie sifa, ujitwalie utukufu katika jina la Yesu, amen. Wapendwa wana wa Mungu, katika kipindi kilichopita niliongelea kwa habari ya kwamba nyumba ya Mungu inadhihirisha uwepo wa Mungu mwenyewe katika hiyo nyumba, lakini pia nikapita katika baadhi ya mistari. Sasa kwenye kitabu cha Kutoka, tunaanzia hapo kwenye Kutoka, umuhimu wa wewe kutoa mali zako kwa ajili ya kuendeleza nyumba ya Mungu. Kwenye kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 1 mpaka wa 9, Bwana kanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba walitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakazopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba. Akaendelea pale mstari wa 8 na wa 9, nao kwa kutumia hizo sadaka walizotoa na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Mstari wa 9, sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Anasema nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Mstari wa 40, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kwa hiyo Musa alipopanda mlimani alionyeshwa hema, akaonyeshwa na vitu mbalimbali. Ukisoma hiyo Kutoka 25 ukaenda 26, 27, 28, ukifika kwenye 28 na 29 utakuta 28 inaongelea namna ya kutengeneza nguo za hao watu watakao kuwa wanatumika kwenye hilo hekalu, kwamba watakuwa wanavaa nguo special. Ngoja nikusomee. Anasema kwenye Kutoka 28 mstari wa 1 mpaka wa 5, nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami na wanaye pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Haruni na Nadabu na Abiu na Eleazari na Thamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Kwa hiyo nimevaa hizi nguo makusudi kukuonyesha kitu ambacho Mungu alikuwa amewaeleza. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima, ni wajaza na roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa, anitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mavazi watakayofanya ni haya: kifuko cha kifuani na naivera na joho, kanzu ya kazi ya urembo, na kilemba, ile kofia ya askofu, na mshipi, mkanda nionao hapa. Nao watawafanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Nao wataitoa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri.
katika zile sadaka ambazo watu walitakiwa kutoa kwenye kile kitabu cha Kutoka 25. Katika zile sadaka ukianzia ule mstari wa 3, sadaka watakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi. Samawi manake blue, sky blue, na za rangi ya zambarau. Zambarau ni kama haya maua hapa. Na za rangi nyekundu, na nguo ya kitani safi. Kitani ni hii nguo nyeupe, ndio kitani, linen. Na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi ya pomboo na miti ya mshita, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, na vito vya shohamu, na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera, na kwa kile kifuko cha kifuani. Nao na wanifanyie patakatifu nipate kwa katika. Kwa hiyo unakuta kwanza walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya jengo, lakini pia walitoa sadaka kwa ajili ya mavazi watakayovaa wale watakao kuwa wanamtumikia Mungu. Sasa kwenye Agano la Kale lilikuwa ni grupu fulani la watu ambao ndio walikuwa wanashonewa nguo special, nao ndio walikuwa wanaruhusiwa kuabudu. Lakini katika Agano Jipya sisi wote tunatakiwa tuwe na mavazi kama haya. Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 17. Akajibu mmoja wa wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikaambia, Bwana wangu ajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao. Kufua ni kitendo chao. Wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ni kitendo cha Yesu. Kufua ni kitendo cha wao wenyewe. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Sasa nataka uone tena hekalu. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Anaposema atatanda hema yake, manake uwepo wake. Hawataona njaa tena. Uwepo wake ukiwepo, njaa hamna, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yote. Kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchem za maji yenye uhai, na Mungu atafuta machozi yote katika macho yao. Sasa nataka uangalie jambo hili. Nilikwambia uwepo wa Mungu unakuja na baraka zake. Kama vile ambavyo rais akienda kwenye mkoa fulani, kuna vitu vinarekebishwa, kama ni umeme, kama ni mabomba ya maji alikuwa yatoi maji, watahangaika kweli wale mafundi wa idara ya maji kutengeneza na kuhakikisha kwamba maji yanapatikana mkoa mzima na hayakatiki. Na watu wa TANESCO watahakikisha wanaelekeza nguvu zao zote kwenye hilo eneo kwamba umeme usikatike, kwa sababu mheshimiwa yuko kwenye hilo eneo. Sasa na hapa anasema, angalia hapa anavyosema. Nimesema mwanzoni kwamba jengo la Mungu linawakilisha uwepo wake. Angalia hapa anachosema. Mstari 13 pale, Yohana 7:13 mpaka 17. Akajibu mmoja wa wazee akaniambia, je, watu hao waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu ajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wameyafua mavazi yao. Neno mavazi tafsiri yake nini? Mavazi kiroho. Turudi pa sasa kwenye Kutoka kule 28, Kutoka 28. Anasema hivi, wameyafua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wameyafua mavazi yao, wamefua nguo zao. Sasa tafsiri yake nini? 28 mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanaye pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Haruni na Nadabu na Abiu na Eleazari na Thamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima ni wajaza na roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Mavazi, kutakasa, kutumika kwa ukuhani. Mavazi, kutakasa, kutumika kwa ukuhani. Mavazi. Kwa hiyo mavazi yanawakilisha utumishi, ndio kitu nilikuwa nataka uone. Kwa hiyo hapa anaposema kwenye ile Ufunuo Yohana sura ya 7 mstari 13 mpaka 17, akajibu mmoja wale wazee akaniambia, je, watu hao walivyovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu ajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wameufua utumishi wao. Aliwaita wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa waalimu. Kwa hiyo ule utumishi ulionao ndio nguo yako. Sasa ule utumishi unauombea kwa jina la Yesu. Unapoombea watu, ombea na utumishi. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi ambavyo nimevaa hizi nguo,
Sasa hizi nguo zinamwakilisha nani? Mchungaji ama zinamwakilisha askofu ama zinamwakilisha nabii ama nani? Kwa hiyo natakiwa hizi nguo nifue. Kufua manake ni kuombea utumishi wangu na ili niende nikatumike. Kwa hiyo lazima nifue ili nikatumike, nifue ili nafanya maombi yangu mwenyewe, ninajiombea mimi kwanza. Mungu Baba, ninaombea utumishi ulionipa, ninaomba na ukabidhi mikononi mwako. Kwa hiyo inakuwa kama hizi nguo ninazifanya vizuri, ninaziweka madhabahu, naambia Mungu Baba, nguo zangu za utumishi hizo hapo, ninaomba Bwana unisaidie nitakapozivaa kwenda kuwatumikia watu. Ninaomba nipate kibali kwako, lakini na wale watu nitakao waendea, utumishi wangu uwe utumishi uliotukuka. Kwa sio lazima uwe na nguo, lakini nasema wewe lazima ujue kipawa ulicho nacho. Kama ni mwalimu, ombea ualimu wako, na ule ualimu wako utakuwa unautolea sadaka, inaitwa sadaka ya kipawa. Iko kwenye Hesabu 18. Kwa hiyo utatolea utumishi wako. Kama wewe ni mchungaji, utakuwa unatoa labda kila mwezi unatoa sadaka, kwamba hii sadaka ni ya utumishi wangu wa uchungaji, hii sadaka ni ya utumishi wangu wa kuwa mtume, hii sadaka ni ya utumishi wangu kuwa nabii. Kwa hiyo na wewe utakuwa unatoa sadaka kwenye kile kipawa ulicho nacho. Hebu twende kwenye Kutoka 29. Twende mstari wa 4 na 5. 4 na 5, afu twende mstari wa 21. Kisha mlete Haruni na wanawe hata mlangoni pa hema ya kukutania, ukawaoshe kwa maji. Mlangoni. Yaani kabla hujaingia ndani, kabla hujaenda kwenye utumishi. Mlangoni, anza kwenye mlango, manake ni kwenye alfa, ni kwenye chanzo. Anaendea ukaoshe kwa maji. Kisha toa hayo mavazi na kumvika Haruni. Anasema itie kanzu na joho ya naivera na kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Mstari wa 21. Kisha twaa katika hiyo damu iliyo juu ya madhabahu na katika hayo mafuta ya kutiwa, na kumnyunyizia Haruni juu ya mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye atatakaswa na mavazi yake, na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye atatakaswa na nguo zake zitatakaswa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa namna ya kumweka wakfu kuhani. Sasa haya mambo yote yamefanyika kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ninapoongelea kwa habari ya nyumba ya Bwana, unapoenda kumwabudu Mungu kwa moyo wa kweli, anakuvika utukufu wake, anakuvika heshima yake, anakumwagia mafuta yake, anakumwagia damu yake, na kwa hiyo unapotoka unakuwa safi. Kwa hiyo nyumba ya Mungu ina vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna kujenga nyumba ya Mungu, lakini kuna umuhimu wa watu wanaoingia kuabudu mule, wanatakiwa wawe safi. Sasa ili ile nyumba itumike kwa usafi, sisi ambao ni waumini wa hilo kanisa tunatakiwa tuwe tunaliombea lile jengo ambalo ndio ishara ya siri ya Mungu mwenyewe na Kristo wake. Kwa hiyo tunaliombea lile jengo, tunazunguka kuombea lile jengo. Ile maskani ya kanisa inatakiwa iombewe. Waombaji wanatakiwa kuombea maskani ya kanisa, wanaanzia getini, wanazunguka, wanaingia ndani, wanafanya maombi, wanashika yale mabenchi. Waebrania 9 ule mstari wa 16 mpaka 22. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyoifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama alivyoamuru sheria, aliitwaa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na isopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe, yani Biblia, akainyunyizia Biblia na watu wote wanaosikia, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo, ili jengo lote na vyombo vyote vya ibada, madhabahu, viti, alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo unapoombea kanisa, ombea zile kuta, ombea ule ukuta wa kanisa unaozunguka, ombea lile geti, ombea ile milango, ombea vitu vyote, unavinyunyizia damu ya Yesu, kwa sababu mahali pa Mungu panaitwa patakatifu. Sasa utakuta kuna watu wanaenda kanisani, wanaanza majungu, wanakaa kwenye mabenchi ya mule ndani ya kanisa, wanaanza majungu, wanaanza kusema watu, wanamwona mtu anaongea, anasema yule bwana usimuone yule. Kwa hiyo tuna najisi yale mazingira. Na ngoja nikueleze, kwenye ulimwengu wa roho mambo hayako, hakuna mzaha. Kama unataka kuongea utani, ongea nje ya kanisa, usiongee ndani. Kwa hiyo tunayanajisi mazingira na uwepo wa Mungu unaondoka. Na uwepo wa Mungu Baba siku moja alinionyesha, akasema, mimi siko kwenye makanisa yenu wala siko kwenye mahema yenu. Aliniambia hivyo, nimeondoa uwepo wangu. Nikawa nambembeleza sana ashuke. Nikamwona Yesu anaelea kwenye anga la Tanzania. Namwambia njoo hapa, anasema siwezi kukanyaga ardhi yenu.
mpaka nikafika mahali nikasema basi nifanye mimi kuwa kapeti lako, uwe unanitandika chini afu na kanyaga juu yangu, ndio napeleka ujumbe. Ndio maneno niliyozungumza, nazungumza na Mungu wangu ni shahidi. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema, ndani ya makanisa kumekuwa pango la wanyang'anyi, pango la wezi. Kwa hiyo hakuna mpenyo, na watu wengine sasa wameamua tu hatuna haja hata ya kutoa sadaka kujenga kanisa, kwa sababu hakuna faida yoyote kwenye hilo kanisa. Na watu wengine wanalalamika kabisa, wanasema nimepeleka fungu la 10. Kuna watu nimekutana nao anasema nimepeleka fungu la 10 kwenye ile kanisa, siku nimepeleka nikaachishwa kazi. Nimepeleka sadaka ya shukrani, siku nimepeleka nikaachishwa kazi. Anasema nimekuwa nikimtolea Mungu kwenye ile kanisa, lakini hakuna ninachopata mtumishi. Sasa ngoja niseme, bila kuathiri umuhimu wa kanisa, nataka kusema inabidi tuombe maombi watu wowote ambao hawastahili kuwepo makanisani. Mungu awang'oe kwa wenyewe kuondoka, awang'oe kwa vifo, awang'oe kwa magonjwa, awang'oe ili heshima ya jina la Yesu irudi. Kuna mahali nilienda kanisani mimi, kwenye kanisa moja mahali fulani, na mimi nimealikwa kwenda kuhubiri. Ile nimeingia, tumeingia na yule mtumishi wa Mungu kwenye hilo kanisa. Nimefika pale, nimekaa pale chini, nikasikia usingizi hujawahi kuona duniani, na ilikuwa saa 12 asubuhi. Nikasikia usingizi, nasema hivi mbele za Mungu na mbele yenu, usingizi mzito. Kuna kitu kilinivaa pale madhabahuni ambayo sio sawa. Kwa nini madhabahu inafika mahali kama hapo? Kwa hiyo nataka mwelewa hayo mazingira. Kanisa limechafuliwa kwa namna ambayo ni ya ajabu sana. Limechafuliwa na watu ambao tunawaamini kwamba ni watu wa kuaminika, wako humo ndani. Kwa hiyo sasa lazima kanisa lirudi mahali pake. Kama Elia alijenga madhabahu ya Bwana ilikuwa imebomoka, na sisi lazima tujenge madhabahu zilizobomoka na majengo yaliyoharibiwa kwa sababu ya dhambi. Mungu Baba atutakase, atuoshe. Sasa ngoja niseme kwa lugha ya sasa hivi. Kwa lugha ya sasa hivi, baada ya Yesu kufa na kufufuka, Biblia inatuona sisi wote. Angalia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 na 10. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 na 10. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani. Mimi nimetoka kwenye giza la familia yetu, la ukoo wetu huko, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa mkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Sasa angalia hapo, anasema ukuhani wa kifalme. Twende kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5b na wa 6. Anasema hivi: yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya sisi hapa kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Kwa kila aliyooshwa kwa damu ya Yesu ni kuhani. Kila anayemwamini Yesu na amempokea Yesu ni kuhani. Narudia tena, zamani ukuhani ulikuwa unafuata familia fulani, familia ya Lawi, ukoo wa Lawi, kabila la Lawi. Lakini baada ya Yesu kufa, ambaye anatoka kwenye kabila la Yuda, kila anayemwamini yeye anafanyika kuhani. Na kwa kama unafanyika kuhani, wewe ni mlinzi wa nyua za Mungu. Kila aliyeokoka ni mlinzi, anahusika, ni mwajiriwa wa lile kanisa pale anapoabudu. Kanisa sio mali ya watu fulani, ya familia fulani. Kanisa ni mali ya kila anayemwamini Yesu. Kila aliyetoa, aliyeinvest kwenye hilo kanisa, yeye ni kuhani. Kwa hiyo ukinikuta mimi kiongozi wako nafanya mambo ambayo sio, wewe unawajibika. Hata kama hauna nafasi wala cheo, lakini unaabudu kwenye hilo kanisa, unawajibika kunikemea. Sio kufunika. Unawajibika kunikemea, kusema mtumishi, hili jambo unalofanya sio zuri, ninakuonya. Nakuonya mara ya kwanza, nakuonya mara ya pili, nakuonya mara ya tatu, mara ya 4 nitawaambia watu. Kwa hiyo ndio namna ya kufanya. Sasa hivi tumekuwa tunafunika. Unakuta jambo linaendelea, watu wanafunika. Jambo linaendelea, watu wanafunika. Kuna mahali tutafika ambapo ni pabaya. Na mimi sitaki watu waikose mbingu kwa sababu ya watu wachache wanaokwaza waumini waliko ndani ya kanisa. Kila muumini anayemwamini Yesu, kila aliyeokoka ni kuhani. Kila aliyeokoka ni kuhani. Na kwa sababu wewe ni kuhani, basi unayo mavazi, na mavazi hayo yametajwa katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18, Yesu anasema, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho upate kupaka, macho yako upate kuona. Kwa hiyo mavazi meupe, hayo ni mavazi ya makuhani.
Ukienda kwenye Ufunuo sura ya 7 ile mstari wa 13, ngoja nisome mstari wa 15. Akajibu mmoja wa wazee akaniambia, je, watu hao waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Unaona, sasa utumishi tunaufanya kimwili, lakini pia ufanye kiroho. Unapoenda kanisani kwako, lione kanisa lile kiroho, usilione kimwili tu, lione kiroho. Haleluya, haleluya. Ukienda kwenye Ufunuo wa Yohana ile sura ya 22, Ufunuo wa Yohana sura ya 22 ule mstari wa 14, heri wazifuao nguo zao, heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wazifuao nguo zao. Kwa hiyo ninapoongelea jengo, ninaongelea na muonekano wetu sisi ambao tunaingia ndani ya hilo jengo. Hilo jengo ni fursa, lakini muonekano wetu pia unastahili kwamba tunapoenda katika nyumba ya Bwana ni lazima tujitakase kwanza. Ni lazima tuombe toba na utakaso. Tumwombe Mungu atusamee. Tumwombe Mungu awasamee waliotukwaza, na sisi wenyewe pia tuwasamee waliotukwaza. Kwa hiyo jengo la nyumba ya Mungu ni fursa. Jengo la nyumba ya Mungu ni fursa. Kwa kulikuwa kuna maelekezo mengi. Ukipata muda, soma kitabu cha Kutoka 25, 26, 27, 28, 29. Inaongelea kuhusu jengo na inaongelea kuhusu watumishi wanaotakiwa kutumika humo ndani. Kwa hiyo sio lazima uwe na nguo kama hizi, lakini kwa imani, uwe na imani kwamba ulipompokea Yesu ulivalishwa nguo kama hizi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo roho yako na moyo wako, vile ambavyo havionekani, kwa kupitia imani umevikwa mavazi matakatifu na matukufu ambayo yameoshwa katika damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo na hizi nguo zina umuhimu wake. Lakini pia hebu twende kwenye kitabu cha Mathayo ni kuonyesha umuhimu wa jengo la Mungu. Kitabu cha Mathayo 23. Kitabu cha Mathayo sura ya 23. Kwa nini jengo? Kwa nini jengo ni la muhimu? Tusome mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 19. 16 mpaka 19. Ole wenu viongozi vipofu ninyi, msemao mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu iliyomo ndani ya kanisa, au lile hekalu la matofali litakasalo dhahabu? Nimekuongezea tu hivyo vipengele. Wanasema kwamba hekalu halina thamani kuliko vitu vilivyomo ndani yake. Sasa Yesu anasema sio kweli, hekalu ndio lina nguvu kuliko vilivyomo ndani. Kwa nini? Kwa sababu vilivyomo ndani ya hekalu vinatakaswa na lile jengo la hekalu. Naendelea tena mstari wa 18. Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Ngoja nikusomee mpaka 21. Basi yeye aapaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vivyoko juu yake, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akaaye ndani yake, naye aapaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketie juu yake. Kwa hiyo nilikuwa nataka nionyeshe kwamba jengo la hekalu linatutakasa sisi tuliomo ndani, na madhabahu inatakasa vitu tulivyovitoa. Kwa hiyo madhabahu ni kubwa kuliko sadaka. Jengo ni kubwa kuliko furniture zilizomo ndani yake. Unaona? Kwa hiyo ndio namna ya kuona haya mambo. Kwa hiyo tunaposema kujenga nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu ina umuhimu kuliko nyumbani kwa baba yako na mama yako. Nataka nikueleze kabisa. Kwa sababu utakapokufa hautarudi kule Kambasegera, ama hautarudi kule Mwakaleli, ama hautarudi kule Ilomba ama Isanga kule mababa zangu na mababu walikaa huko. Wewe utakaporudi, roho yako na moyo wako vinatakiwa vielekee kwenye madhabahu ya Mungu, ambako ndio umepeleka shauku yako, umepeleka kiu yako, umepeleka moyo wako, shauku yako kwenye Zaburi ya 87, Zaburi ya 84, nitakusomea na 87. Maskani zako zapendeza kama nini, e Bwana wa majeshi! Nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana, namna kuzikondea. Moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye hai. Kwa hiyo unatakiwa kuona shauku. Afu anaendelea pale, Shomoro naye ameona nyumba na mbayuwayo amejipatia kioto, alipoweka makinda yake kwenye madhabahu zako, e Bwana wa majeshi, mfalme wangu na Mungu wangu. Mstari wa 4, heri wakao nyumbani mwako wanakuhimidi daima. Heri wanaokaa ndani ya nyumba yako wanakuhimidi daima. Ukienda Zaburi ya 87, msingi wake upo juu ya milima mitakatifu. Bwana ayapenda malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Mungu anapenda malango ya Sayuni. Anapoongelea hapo malango ya Sayuni, manake ni kwenye nyumba yake ya ibada. Mungu anaipenda nyumba yake ya ibada
kuliko nyumba zote ambazo wanakaa hao watu. Kwa hiyo ni lazima, ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Ni kweli tunajenga sisi nyumba zetu nzuri na tunakaa ndani yake, lakini nataka kuonyesha umuhimu wa kumjengea Mungu nyumba. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 11 na 12. Hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na yote aliyomwingia Sulemani moyoni ayafanya nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa, yani kwenye hiyo nyumba ya Bwana, nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Sulemani alikuwa anajenga nyumba ya Bwana na nyumba yake, alijenga zote mbili kwa mpigo. Wakati anamaliza hekalu lake na nyumba yake ikaisha, lakini Mungu akasema, nimechagua kukaa kwenye ile nyumba ya ibada. Hakusema nimechagua kukaa kwenye nyumba yako Suleiman. Kwa hiyo nataka uelewe hiyo. Chakula cha Mungu kinachotakiwa kutoka kwetu ni ibada. Ibada ni pamoja na sifa na shukrani kwa njia yoyote, kwa njia ya kuongea, kwa njia ya kuimba, kwa njia ya kufumba macho kusali, kwa njia ya kufunga. Lakini Mungu anachokitaka chakula chetu, chakula chake Mungu, ubwabwa wake, maharage, nyama, samaki ambazo tunatakiwa kumpelekea ni ibada. Anataka kusikia kutoka moyoni mwako mapenzi ulio nayo kwake, na nyumba ya ibada inatakiwa ijawe na mambo kama hayo. Isaya sura ya 56 mstari wa 7, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, kwa watu wote. Nyumba ya sala kwa watu wote. Lakini sasa hivi tumejenga nyumba, tunasema hii ni nyumba ya Waluteri, hii nyumba ya Wabaptisti, hii nyumba ya Wakatoliki, hii nyumba ya nani. Lakini mimi naongelea kwa habari ya nyumba ya Mungu ya Tanzania nzima. Ninapoongea hapa siongei kwa ajili ya dhehebu lolote. Mimi naongelea nyumba ambayo naiona rohoni, nyumba ya Mungu ambayo naiona rohoni, ambayo imejengwa, ni kubwa sana, iko kwenye mipaka kuanzia kule Ziwa Victoria mpaka huku Mtwara na Lindi na Ruvuma, na ukuta wake pia umetembea tena mpaka bahari ya Hindi mpaka huku Ziwa Tanganyika. Nyumba kubwa sana, nyumba ya sala. Hiyo ndio nayoizungumzia mimi, ambayo ndani yake watu walio sahihi wanaingia. Kwa hiyo hata kama tunajenga nyumba zetu hizi za sala, lakini nataka tuione nyumba ya sala ambayo Mungu anaitaka, ambayo Yesu alisema Mungu anawatafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli. Wako katika Tanzania. Sisi tunajengwa kuwa jengo la Mungu katika Kristo, katika jina la Yesu. Kwa hiyo niombe kwamba unapotoa sadaka, ninaomba uone picha kubwa. Baba, ninakuja na watoto wako wote hawa. Nimefafanua maneno yako kama ambavyo ulikuwa unataka, lakini pia ninaomba kwa ajili ya watoto wako. Wako watoto ambao wamekutolea sadaka na wanakupenda kweli, wamekuwa wakikutolea sadaka kwa uaminifu. Hao ndio nawaleta sasa tena mbele zako Bwana. Naomba uzikumbuke sadaka zao kama ulivyoahidi katika kitabu cha Zaburi ya 20 na Zaburi ya 50. Ninawaleta kwako Bwana katika jina la damu ya Yesu. Ninaomba sadaka walizozitoa kwa ajili ya kujenga maeneo ya ibada, wametoa sadaka kwa uaminifu, na sadaka mbalimbali za fungu la 10, za shukrani ambazo wametoa, na michango mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza kanisa. Hao ndio nawaleta tena mbele zako Bwana. Naomba uwakumbuke, naomba uwainue Bwana. Wengine wanapita kwenye changamoto za kiroho, wengine wamekata tamaa kabisa, waliokoka lakini wamepita kwenye mapito ya dhambi, wamepita kwenye mapito ya uovu na makosa mbalimbali, mpaka wamefika mahali wameona kama wewe Mungu Baba umewaacha. Hao nawaleta tena mbele zako Bwana. Ninaomba toba kwa ajili yao. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mtu aliyekata tamaa. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mtu aliyechoka. Yako mambo mengi yamewakatisha tamaa. Wengine wamekatisha tamaa kutokana na ndoa. Mimi pamoja na watumishi wengine wenzangu wote, wenye huduma ya utume, wenye huduma ya unabii, wenye huduma ya uinjilisti, wenye huduma ya uchungaji, wenye huduma ya ualimu, wote nawaleta kwako Bwana. Ninaomba msamaha wa dhambi kwa ajili ya makwazo yote ambayo tumewakwaza watu wako. Tumewakwaza watoto wadogo, tumewakwaza watu wazima, tumewakwaza wajane, tumewakwaza watu wenye shida mbalimbali. Mungu Baba, nakuja kwako, ninaomba msamaha wa dhambi. Ile trust, ule uaminifu umeondoka ndani ya kanisa. Ile imani imeondoka ndani ya kanisa na imeondoka kwa watumishi wako. Tumesababisha hii kazi ya utumishi imekuwa kitu cha kutukanwa, kitu cha kudharau, kwa sababu tumekutwa katika ulevi, tumekutwa katika ushirikina, tumekutwa katika uzinzi, tumekutwa katika uwizi, tumekutwa maeneo mbalimbali. Na sasa nakuja kwako Bwana, hayo yote sisi tumeyafanya, lakini Yesu hakulijenga kanisa lake katika msingi wa uovu. Yesu hakuiba, Yesu hakuzini, Yesu hakufanya
uchawi. Yesu alikuwa mwaminifu mpaka dakika ya mwisho, na huyu Yesu ndio ambaye kanisa limejengwa katika yeye. Nami nakuja mbele zako Bwana, watu wote walioanguka naomba warejee tena katika nyumba yako. Watu wote waliokwazwa naomba warejee tena katika nyumba yako. Na huyu ibilisi ambaye anatuma mapepo ndani ya kanisa ili kuleta mtafaruku, ili kuleta taswira mbaya, huyu ibilisi mimi namhukumu kwa jina la Yesu katika mazingira ya Tanzania nzima, kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka magharibi. Na ninamhukumu tena ibilisi, namhukumu na ninamhukumu tena, na mapepo yake yote na majini na mashetani na mizimu na wachawi wote na kila mtu anayewa entertain na anawasaidia wawepo katika mazingira haya, katika jina la Yesu. Na hukumu ibilisi, na hukumu na watumishi wake, na hukumu na kila mapepo yanayotumwa katika jina la Yesu. Baba, nakuja mbele zako na watoto wako wote waliokwazwa. Ninaomba Baba uwape roho ya kurejea tena nyumbani, uwape roho ya kurejea tena nyumbani. Naomba Mungu Baba usilizire kanisa lako, ulisizizire hata kama watumishi wake waliomo ndani ya kanisa ni kama yule nabii Eli ama kuhani Eli wakati wa Samueli, ama wale watoto wa Samueli ambao nao pia walifanya vitu vya hovyo ndani ya hekalu, mpaka Wayahudi wakasema tunaomba tuwe na mfalme, hatutaki kuongozwa tena na hekalu, hatutaki kuongozwa tena na makuhani. Mungu Baba, nakuja kwako, ninaomba msamaha wa dhambi. Ni kweli tumekwaza, ni kweli tumeaibisha. Roho Mtakatifu, wewe una ushahidi wote wa maisha yangu binafsi na maisha ya watumishi wengine ambao tumefanya mambo mabaya. Baba, ninaomba utusamehe. Baba, naomba utusaidie, na naomba utupe Roho wako Mtakatifu tuishi katika maisha ya haki, tuishi katika maisha ya utakatifu, tuishi katika maisha ya hukumu. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, bado niwakumbushe kwamba namba zangu za simu kwa ajili ya maombi, ushauri, lakini pia kwa ajili ya sadaka, ninaomba nikupe namba ya Vodacom 0768211785 kama unavyoziona kwenye screen, lakini pia na Airtel 0692893294. Mungu akubariki sana. Amen.